Mambo ambayo unatakiwa uyafanye ukiwa menopause, namba moja kabisa, kila siku lazima ule protini. Protini ni vyakula ambavyo vinakusaidia kujenga mwili wako na kuimarisha afya yako bila kukusababisha kunenepa sana. Jambo la pili, kufanya mazoezi. Mazoezi ni kitu cha msingi kuimarisha misuli na kusaidia mifupa yako iendelee kuwa salama. Jambo la tatu, lala mapema. Kulala mapema ni sehemu ya kuimarisha kinga yako ya mwili, kusaidia afya yako ya ubongo, afya yako ya moyo, ile rhythm ya mfumo wa mwili wako. Kunywa maji ya kutosha. Mwili wako unahitaji kujisafisha, kusafirisha virutubisho. Mwili wako unahitaji kuwa na nguvu ya kuprocess vile vitu unavyotumia kila siku. Maji ni 70% ya mwili wako. Kunywa maji ya kutosha asubuhi mpaka jioni, kulingana na uzito wako, angalau lita 2 mpaka lita 3. Haya, usibane mkojo. Hichi ni kitu cha kuzingatia sana. Unapokuwa katika kipindi cha menopause, kwanza wengine hawawezi kubana mkojo. Lakini pia kama unaweza, usiwe na tabia ya kubana mkojo. Inaweza kusababisha ikakutengenezea either udhaifu wa kibofu cha mkojo, tunaita weak bladder, au inaweza kusababisha infection ya njia ya mkojo au maambukizi, au inaweza kusababisha figo zako kustruggle. Usibane mkojo. Oga mara 2 kwa siku. Watu wengi sana wanafikiri kuoga ni kitu cha kawaida tu. Hapana. Kuoga inaamsha kitu kinaitwa lymphatic system. Lymphatic system ni mfumo wa mwili ambao unasaidia katika kusafirisha virutubisho na uchafu. So wakati unapooga, jitahidi na ujifunze kuamsha lymphatic system. Sasa sijui Kiswahili cha lymphatic system, ila najua lymphatic system ni muhimu sana katika safari yako ya menopause. Inatakiwa iwe active. Hiyo ndio itakupunguzia chronic inflammation. Lakini pia unapooga usitumie vipodozi vyenye kemikali ambazo zinaathiri mfumo wa endocrine system au mfumo wa hormones. Vipodozi vingi vimezungumzwa sana. Vingine vinasababisha utasa, vingine vinasababisha uvimbe, vingine vinasababisha saratani. Yote hii inahusiana na homoni kwa 90% kama sio 100. So epuka vipodozi ambavyo vinaweza kusababisha wewe ukapata changamoto ya homoni, ukapata uvimbe, ukapata saratani, lakini ikasababisha dalili za menopause kuwa nyingi zaidi. Kumbuka katika umri huu nafasi ya kupata uvimbe ni kubwa sana. Penda kama una nafasi ya kufanya masaji, fanya masaji. Especially kama unaumwa na mwili. Kama una nafasi ya kufanya masaji, fanya masaji na mafuta ya karafuu au mchanganyiko wa mafuta ya nazi na ya karafuu au peppermint au mint oil. Unajua kuna wale wanakufanyia masaji alafu baadaye wanakukanda na maji moto. Katika yale maji wanaweka ile inaitwa mint, au mchaichai, hizo ambazo zina activate mishipa yako na misuli yako na kusaidia mwili wako kurelax. So hivi vitu vitakusaidia sana. Kama una nafasi ya kufanya masaji mara moja, just do it na ufanye natural kabisa. Hizo herbs nilizotaja, karafuu, mafuta ya karafuu, mafuta ya nazi, ile essential peppermint oil au peppermint zenyewe ziko kwenye maji moto au hata karafuu kwenye maji moto. Viko vitu vingi vinaweza kutumika kuactivate lymphatic system na kusaidia mwili wako kupunguza maumivu na kupunguza inflammation. Epuka sana matumizi ya dawa za maumivu hasa ukiwa kwenye menopause. Haya, kitu kingine, furaha. Jamani, jitahidi kufurahi. Tafuta means za kukufurahisha. Wale ambao sisi tunaenda kanisani, kuna ile ibada ya kusifu na kuabudu. I love it. I love ibada ya kusifu na kuabudu kwa sababu inaniactivate, inanifanya na kuwa na positivity, inanifanya najisikia vizuri, inanifanya angalau napata furaha ya moyo. Tafuta furaha kwa njia yote. Kwenye activity mbalimbali ambazo zinakupa furaha, kuhudumia jamii, kwenda kwenye vituo vya watoto yatima. Ukiwa menopause kuna kile kipengele cha wasiwasi, hofu na mashaka. Jamani, jitahidi sana kutafuta furaha, na ziko njia nyingi za kutafuta furaha ambazo sio za gharama. Moja hapo ndo kama hiyo, kwenda kwenye ibada. Sijui Waislamu wenzangu nyinyi mnafanya nini, mtaniwekea kwenye comment section. Lakini sisi Wakristo kile kipengele cha kusifu na kuabudu ni kipengele kimoja amazing katika kutusaidia kuwa na positivity, kuwa na furaha na kutufanya kuwa na matumaini ya maisha. Kwenye kipindi cha menopause, moja ya kitu kinaumiza sana ni ile kukosa furaha.
virutubisho asilia. Sasa hapa ndio Cornwell Tanzania inaingia sana. Unatakiwa upate mtaalamu ambaye anaelewa mabadiliko ya menopause. Unajua, nimekutana na wamama wana uvimbe. Unajua, unavyokuwa na uvimbe, kabla uvimbe haujaenda mbali, hebu pata maarifa. Tunajua ukiwa na uvimbe lazima uende hospitali, wataalamu waweze kuchunguza, lakini kuna sehemu hapa inaitwa huduma jumuishi. Hichi kipengele cha kujumuisha tiba asili na tiba za kisasa ukiwa na uvimbe ni kipengele muhimu sana. Hakuna kitu kinasumbua kama vimbe zinazosababishwa na estrogen hormone. Estrogen hormone inasababisha vimbe kirahisi sana kwenye miili yetu. Unapofika menopause, nafasi ya kupata saratani ni kubwa. Lakini kabla hujapata saratani kuna hatua unapita. Nimeona wamama kwenye makwapa wamevimba, wenyewe hata wajui, wanafikiri wamenenepa. Unakuta mtu kopa lake limejaa kabisa. Ile ni tezi my dear. Ile inaashiria una changamoto ya hormone. Kwapa likiwa limevimba, linakuwa jeusi kuliko kawaida yake, kabla hauna maumivu yoyote, usisubiri mpaka unafika mahali unaanza kuambiwa umepata saratani sio ya matiti, sio umepata saratani ya nini. Mara nyingi sana kabla hujapata uvimbe kwenye matiti, makwapa yalianza. Kama ujui hii ndio ujue leo. Makwapa yalianza kuashiria, yalianza kujaa unnecessary, yalianza kuonekana kama ni meusi kupita kiasi, yalianza kuonekana kama ni yamejaa mafuta. Unajua kwenye kwapa kuna tezi, kama vile kwenye matiti kulivyo na tezi. Tezi ziko sehemu nyingi za mwili wako. Huu ni mfumo wa hormone unaitwa endocrine system. Hakikisha unapata mtaalamu sahihi wa kukusaidia mapema kabla hujafika kwenye emergency. Ukifika saa una maumivu, sijui umevimba, uvimbe ni mkubwa, hiyo nenda ndugu yangu nenda hospitali kamwone daktari afanye procedure zake. Lakini wewe una nafasi ukiwa menopause kujifunza haya mambo na kuelewa kitu cha kufanya. So jifunze, jielewe, jitambue. Afya yako ni jukumu lako, sio la mtu mwingine. So Cornwell Tanzania hapa tunakupatia virutubisho asilia ambavyo vitakusaidia katika kuimarisha kinga yako ya mwili, katika kuamsha uwezo wako wa mwili wa kujitibu, katika kubalansi hormone, katika kupunguza dalili za menopause, katika kuwezesha mwili wako kupambana na magonjwa, katika kusaidia afya ya mwili wako kinatural kabisa. Na nimesema hivi, kila mtu atazeeka, lakini usizeeke ukiwa umechoka. Hamna kitu kigumu kama wewe ni mtu wa kuishi na dawa kila, na si lazima ukiwa zaidi ya miaka 50 uishi kwa dawa. Hapana, si lazima. Mimi nimemwona bibi yangu amefika 95. Nilianza kumwona anakunywa dawa za hospitali akiwa labda na miaka 80 ngapi huko. Tena hiyo ni baada ya watoto wake kumtoa nyumbani na kumfanya tu awe anakaa anakula bila kufanya kazi. Guys, mama zenu, baba zenu wanaoishi vijijini, msiwalete mjini mwakalishe bila kazi. Mnawatesa na mnawafupishia maisha. Mtu amefanya kazi na kutumia misuli maisha yake yote, alafu leo namwambia njoo tu mama ule ulale. Hapana, hiyo sio kitu kizuri. Wewe watunze, wape nafasi ya kufanya kazi, kutumia miili yao. Miili yao inahitaji hizo kazi ili iendelee kuwa active. Wafanye kazi ili miili yao iendelee kuwa strong. Kwa hiyo bibi yangu aliweza kuishi muda mrefu bila kutumia madawa. Alikuwa akinywa asubuhi chai yake yenyewe ilikuwa dawa za asili za kutosha. Uji ulikuwa dawa za asili za kutosha. Tulikuwa tuna vyakula vya asili ambavyo wenyewe vinapikwa na dawa tayari, kiburu, kimamtine, kitalolo. Hizi zote zinapikwa na dawa tayari. Unajua kwenye chakula kinaitwa kiburu lazima uweke magadi. Magadi yana balance alkaline, ni anti-inflammatory, ni minerals. Hii ilikuwa inasaidia sana kuhakikisha mwili wake una balance vizuri pH. Haya, ukiangalia chakula kama kitalolo kinawekwa magadi, kinawekwa siagi, kinawekwa maziwa, kinawekwa mnafu, mboga ya majani ya mnafu. Mboga ya majani ya mnafu ni bitter herb. Hii yenyewe inasaidia sana kubalansi mifumo ya mwili wetu. Lakini kuelewa matumizi sahihi ya dawa za asili. Yaani mimi nilikuwa namwona kila siku bibi yangu ana kitu anafanya. Hivi tulipoteza wapi ya maarifa? Imekwaje tumefika hapa tunajikuta tunaishi kwa kumeza dawa kila siku? Najua ni muhimu kufuata maelekezo ya kitaalamu, lakini ni muhimu kuitambua afya yako zaidi. Ni muhimu kutambua afya yako inatakiwa ifanywe nini zaidi. Usisababishe maisha yako kuwa mafupi kwa sababu ya kutokuwa na maarifa. Nafasi ya kuishi hapa duniani inakuja mara moja tu. Ukishaondoka hujui kama utarudi tena. So, while you are here, tumia maarifa yako vizuri, jifunze. Tunakusaidia, tunakuelekeza. Okay, Cornwell Tanzania tuko Dar es Salaam, Kimbiji Kigamboni.
lakini pia tuko Dar es Salaam Victoria, jengo la National Housing pale Victoria, kitu cha Dadala. Alafu tuko Dodoma, mtaa wa Kisasa, opposite na shule ya msingi ya Kisasa. Tunafanya online consultation kwa watu ambao wanahitaji kupata huduma kwa njia ya simu. Gharama zetu ni simple, shilingi 30,000 kufanya online consultation. Kama ni mara yako ya kwanza unaingia kwenye page yetu, tafadhali hakikisha unatufollow, una share, una subscribe, ili watu wengi waendelee kupata hii video, ili waendelee kujifunza na kujua kitu cha kufanya. Mungu awabariki, mwe na afya njema. Asante sana.